Free audio post-production by alphonic.com. Sangoja tuseme vizuri. Najua kuna mtu anahisi ya kwamba Mungu anapendelea wengine, na yeye Mungu ampendi, Mungu amtazami, na Mungu hajamweka kwa ajenda yake. The Bible says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. The plans to prosper you, not to harm you." That is the word of God. Sasa najua huyu mtu yuko kwenye hali hatari. Hata akisimama mbele ya watu aseme ya kwamba kuna kipindi kitafika, wacha hata kuendesha gari, wacha hata kujenga, ya kwamba ata afford 3 meals a day, watu watamchekelea, watu watamuona amepoteza akili, na hata wataondoka wasimsikiza akisema anachokisema. Lakini siku itafika. Kuna mtu akisema kwamba kuna muda utafika. Do you know, kuna mambo ambayo yanakaaga tu hivi, tunafikiria tu ni lazima, ni kawaida kila mtu. Kuna watu wengine ni muujiza. Ni muujiza sana. Kwamba mtu ataingia kwenye supermarket, atapiga shopping yake na ataondoka, atalipa na hata mind sana na balance. Do you know, kuna mtu anaenda 200 kwa supermarket, anafanya shopping yake, anatoka anaenda nyumbani, lakini njiani na supermarket ako like, hiyo maziwa nimenunua ya 30 bob, nikanunua viberiti ya 10, nimenunua majani ya shingapi, hiyo receipt iko wapi? Bado anaenda anaona, kwa sababu alikuwa amebudget mpaka kuna sukuma hapo ndani, kuna nyanya hapo ndani, na kuna kitunguu hapo ndani. Na huyo mtu akisimama kwambie there is a day coming, atalipa na hatajali kama atalipa bila stress. Watu wanasema anadanganya, but kuna Mungu ambaye anageuza uteka wa mtu. Kuna Mungu ambaye anabadilisha story ya mtu. Kuna Mungu ambaye anainua limitations, na kuna Mungu ambaye anabadilisha historia ya mtu. Wacha story yako wajua walivyoijua leo, kesho ikifika waambie waje wasikize story mpya, waambie waje wa download a new story, kwa sababu majira yamebadilika katika jina la Yesu. Saa hii katika ulimwengu wa rohoni majira yamebadilika, lakini wanadamu unajua wanapenda matunda wanayoyaona. Sasa hawaoni kwa sasa. Hata unaposimama ukisema, umake declaration, wanakuona wewe ni kama umetupa. Wanasema huyu ametupa waya moja imekatika, wanasema wengine huyu ametupa mbao, ati huyo. Like, wacha waseme hivyo, continue confessing and affirming and declaring mpaka kionekane. Yes. Badala ya kuishi negative, ewe mimi nimeshindwa. Ishi mimi ni mubarikiwa, mimi nitashinda. Bwana ananishindania, Bwana ana mipango mema katika maisha yangu. Niliumbwa Bwana ni kuabudu, niliumbwa kukuinua, niliumbwa kuprosper, niliumbwa Bwana kumiliki, niliumbwa Bwana kutawala katika ulimwengu huu. To dominate. Sasa tembea ukiwa hivyo, tembea ukitangaza na ukijielewa wewe ni nani. Katika wanyama wote na vyote vilivyoumba, mwanadamu ndiye aliyeumbwa kifaa, mtambo maalum. Tembea ukijua wewe ni nani, unakanyaga kwa ujasiri. Usiangalie hali ya leo. Hali inapita, ni mapito tu yanapita, yana expiry date. So wacha kujiati sasa unajua mimi ni yatima, sina mbele sina nyuma. Yes, for now huna mbele huna nyuma, lakini what does the Bible say? Hata Biblia inasema anayempa yatima amemkopesha Mungu, na anayemnyang'anya yatima, anayemtumia vibaya, the Bible tena imesema, sitaki kusema hiyo neema, amesema no, go and look for it. Yes, wanaonyang'anya mali ya mayatima na wajane, Biblia ina neno lao pale. Kwa hivyo usiangalia hali yako ati mimi ni kiwete. Kiwete nini? Disability is not inability.
Disability is not eti kwamba bora tu unapumua, unaweza ongea, unapiga tabasamu lako na moyo unaambia Mungu I'm like this, na Mungu ni wewe unajua, kesho ni wewe unajua, chochote unachokihitaji ni wewe unajua, mimi vile utaunganisha nipate, that is none of my business. My business is eti bisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtafanyaje? Mtapata. That is my part. Na nimeicheza Bwana kwa unyenyekevu, kwa uvumilivu na kwa utaratibu. Sasa wewe fanya mapenzi yako. Hivyo tu. Usijali sijui nini. He makes a way where there seems to be no way. He's the mountain mover. He's the way maker. He's the mighty man of war. He's the Lion of Judah. He's El Shaddai. He's Adonai. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Jehovah Nisi. Elohim. Sabaoti. Mekadishken. Jehovah Sidike. Wacha mchezo. Don't limit God because of your situation. Kuna kitu moja wanasema, kama maisha yamenikalia ngumu, kuna kitu kimoja kijanikalia ngumu. Kuna tu mtu mmoja hajanikalia ngumu ambaye ni Mungu. Badala ya kufikiria maisha kutoka asubuhi mpaka jioni, sinifikirie Mungu. Sinimuongeleshe tu. Tupige naye story. Ni kama hapa kwa hapa. Tupige tu na yeye story. Nimwombe tu ushauri, nimwombe tu mawaida, nimwombe tu connection, yani nimwombe tu divine visitation, divine allocation, divine relocation, nimwombe tu yani afungue mlango, nimwombe tu anipatie grace, nimwombe tu anipatie peace, yani peace, the joy of the Lord, anijaze na hiyo joy yake ambayo ni strength here in my life. Yani nimwombe tu Mungu, yani namuongelesha Mungu. Tunapiga story tu, hata mtu akiwa pale nje anafikiria hapo ndani kuna watu wawili, lakini hapana. Naongea na baba yangu, namwambia dadi, venye mtoto anatoka shuleni anakuja huyu mtoto. Anakuja ati baba, sijui yule aliniangalia vibaya, baba unajua yule akanipiga, baba sijui yule baba. That is exactly mimi. That is exactly me. Emma. Tena unamwambia najua kwa wakati utanipatia. Na nipe neema ya kusubiri. Na nipe tena Bwana neema ya kupambanua majira na nyakati. Na Bwana nipe jicho la discernment. Ni discern seasons, Lord. When I'm in season, when I'm out of the season. Na pia unipe neema Bwana ya kudiscern fake things. Kwa sababu unajua fake things zikija wakati umetarajia. Na unajua wakati unatarajia na wakati umeomba Mungu, chochote kinaweza kuja kionekane kama ni muujiza, kama ni jibu. Kumbe sio jibu, ni distraction. Sasa hiyo inaitwa discernment. Omba sana discernment. So mambo kama hayo jamani, ukiwa na mambo kama haya yote, unapata wapi muda wa kusononeka, wa kulia kutoka asubuhi mpaka jioni? Na sisemi mtu asili. Hata mimi kuna muda nalia. Unalia, unaweza unajipanguza machozi, unajiita basi, unaambia baba yangu, njoo Mungu. Sasa nimelia machozi, maji yalikuwa mengi, nimelia yamemwagika. Na by the way, machozi si dhambi. Machozi kuna mahali yanaenda yatakusanywa kule, yakija kwenye vinumbi pia yanaleta matunda. Kwa hivyo unalia kwa hekima wewe. Free audio post production by alphonic.com.